Mawaga mwangu. Nikuja hapa nilikuwa nataka nitoke niende mara moja mashineni niweze kusaga yale mahindi ili tupate unga. Kwa nini umefikiria kufanya kitu kama hicho? Ndiyo, nataka nikasage tupate unga ili tuweze kutumia mchana. Hakuna kitu chochote cha kuanzia mchana. Na mimi naona yale mahindi ni ile nende nikayasage tuweze kupata unga tuweze kupika mchana. Mimi nadhani mtu wangu umejisaulisha. Hayo mahindi ambayo unaona hapo ndani juu ya dari. Hayo mahindi nimeyatenga kwa ajili ya mbegu na si kwa ajili ya matumizi ya kula. Sasa unaposema unachukua na kuyapeleka mashine, lile shamba ambalo tumeandaa kule bondeni litakuwa lina maana. Maana mbegu zake tutakuwa tayari tumeshazitumia. Sasa mama wangu nadhani tutafanyaje? Chakula hamna. Tutafanya nini? Mimi ndio nimeona yale mahindi hapo. Tuchukue tu au tukasage. Mahindi mengine tutayapata kama ya kupanda tutapata tu. Kuhusu kula kuna tatizo. Kama kweli una uhitaji wa mahindi, naomba uende kwa baba. Nenda kumwambie baba atuazime mahindi kidogo. Alafu sisi hapa tukishavuna tutamrudishia mahindi yake. Lakini mahindi ya ndani mke wangu naomba usiachukue. Hayo hapo kwa ajili ya mbegu na si vinginevyo. Mawaga. Hivi sisi tutakuwa ni watu wa kwenda tu kuomba kwa wazazi? Sawa, baba anatusaidia. Baba akatusaidia kwa vingapi? Baba kila siku anatusaidia. Mpaka ili pia tuende tena tukamuombe atusaidie. Mimi naona tu nichukue mahindi niweze kuyasaga. Hivi unajua yule ni babangu. Yule ni babangu. Hawezi kunichoka hata kidogo. Hata nimuombe mara 20. Kwa sababu babangu anajua mimi ni mazingira yangu yako vipi. Na anajua mtoto wake nipo katika hali gani. Kwa hiyo hawezi kunichoka. Babangu mimi ananipenda sana. Kwa hiyo mke wangu nenda kamuombe. Na imani kabisa atatupa hayo mahindi. Mawaga, yule ni mzazi kweli. Hawezi kukuchoka. Lakini unajua ndani ya nafsi yake anakuwa anakufikiria nini au anawaza nini? Muda mwingine tunatakiwa tufikirie. Sio kila kitu kwenda kumuomba yeye. Ila sawa, mimi nitafanya kwa sababu umeshaamua. Sawa. Fanya hivyo. Na ukienda usichelewe kurudi. Hata sichelewe. Najua mwenyewe nimekuacha hapo unachelewa. Hadi. Karibu. Asante. Karibu. Asante. Shikao baba. Vipi hali? Salama. Za huko? Nzuri tu. Hamjambo? Sisi kule tunashukuru Mungu hatujambo. Huyu bwana yuko salama? Yuko salama kabisa na kusalimia. Karibu. Asante. Sasa baba, mimi nimekuja hapa mara moja, mwanao ameniagiza. Kaniambia nije hapa kwa maana sisi nyumbani kwetu tumeshiwa kabisa chakula. Hatuna chakula hata cha kutumia leo. Kwa hiyo akawa ameniambia kuwa nifike hapa nije nikuombe kama utakuwa nacho utustiri hata kwa siku ya leo tu. Sasa mwanangu hapa mimi siji kama kuna hicho. Hakuna kabisa niseme. Humo ndani na mahindi yenyewe ya mbegu. Si mnaona kiangazi tena kinaondoka hiki. Wakati wa mvua zinakuja kupanda. Na hata kama ingekuwa kiangazi hakuna. Bwana yale mahindi ya mbegu. Na mbaya zaidi nimeatia dawa, hawezi kula mtu. Sisi wenyewe baba tunao mahindi hayo ya mbegu. Na mume wangu amenikataza sababu ndio nilikuwa nataka niachukue niende nikasage tupate unga. Lakini mume wangu amenikataza, ameniambia kuwa yale ni ya kupanda.
Mimi namsifu sana, kafanya vizuri. Kwa sababu huwezi tena mpaka mbegu ule siku ikifika ya kupanda unafikiri kuna nini? Hakuna kitu. Na mahindi bwana ndio mbegu yenyewe. Sasa siku imefika mvua imekuja mbegu una. Kwa hiyo umekula wewe, umekula mbegu, umekula kila kitu. Shamba huko maana yake ni. Ina maana kama hatuna, namsifu sana, katumia akili sana mwanangu. Cha msingi tu. Si tuangalie tunafanyaje kwa sababu maisha yenyewe haya. Na mimi mwenyewe umenikuta hapa tena. Hatari. Kwa sababu mwanangu, mimi nikwambia ukweli babako. Mimi sipendi kabisa nyinyi mkapata matatizo. Sipendi mkapata shida. Sitaki kabisa kusikia kwenu kuna tabu. Na nitahakikisha hilo mimi nalifanya. Na ninapanda mahindi kwa sababu napanda mbegu, napigana kwa wewe na mwanangu bwana. Sawa, sasa hapa ngoja nikutizamie kwanza. Hapa kuna nini hapa? Sasa mama, hivi viazi vitamu hivi. Ndio gwenye ndio hii. Hii ndio design mkale nyumbani. Sawa. Nafikiri hivi kwa leo, si mpaka kesho, si mpaka jioni vitawasaidia. Asante sana baba. Umetusaidia maana tulikuwa hatuna kabisa chakula. Ndio. Mwanangu, kwanza mimi nikushukuru sana. Nakushukuru kweli kweli kwa moyo uliokuwa nao, kwa imani uliokuwa nayo. Mtu mwingine hawezi. Nani angeweza? Unapomstiri mwanangu, mimi ningempeleka wapi? Wewe mwenyewe unajua mwanangu, ulemavu wa macho ni kitu kibaya sana. Kitu kikubwa kwa mtu. Ingalau binadamu ukipata matatizo, mwilini chochote kinachokuuma ni tatizo, lakini kwa macho ni macho. Macho ni hatari. Macho yanakufanya uende sehemu, ukaone, ukasikia, afadhali hata masikio. Mimi mama nikushukuru sana kwa moyo huo, na Mwenyezi Mungu atakusaidia, atakupa imani hiyo. Bwana, mimi ningeweza wapi? Hivi nilivyo, utu uzima kama yule alikuwa na wewe. Na ule ulemavu kama ule wa macho. Unafikiri mimi ningemweza? Lakini nakushukuru mama yangu, wewe una moyo na Mungu akuweke akupe moyo huo mama yangu. Amina, usijali baba. Mimi yule ni mume wangu. Nampenda sana. Halafu nitakuwa naye mpaka pale Mwenyezi Mungu atakapoamua kutuchukua. Amina mwanangu. Na nitamsaidia kwa kila kitu. Nimeshaamua kujitolea. Wewe usihofu kwa hilo baba. Nakushukuru mama. Tena hongera sana. Amina. Sasa baba, mimi acha niwahi, maana nimemwacha hapo nyumbani na kaniambia niwahi kurudi, nisipite popote pale zaidi hapo. Mama, mimi ningekuwa nichote kuna shida, lakini tusaidiane hivi. Nakujua babangu. Haya baba, basi salama. Haya, mwaishie basi. Haya. Asimke mahali mapema. Haya. Mwenyezi Mungu mpe huyu mtoto moyo wa imani. Moyo uendelee hivyo. Asikosee, asitokee mtu tena wa kumfanyia mabaya, asitokeze ibilisi, asitokeze gaidi, asitokeze jabari bijoka mshenzi wa tabia. Ambadilishe akili mwanangu, amsaidie mwanangu. Mwenyezi Mungu, hakuna mtu mwingine kumsaidia ila ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwanangu kapata msaidizi, nitajitahidi kadri ya uwezo wangu mimi baba yao kuwasaidia. Mke wangu. Mke wangu. Mke wangu. Mke wangu. Mke wangu.
wangu. Wewe umejuaje kama ni mimi? Harufu yako tu nilihisi moja kwa moja ni wewe na mtu chake, kwa hiyo hauwezi kunipotea hata kidogo. Sijakuwa unadanganya kuwa uoni, kumbe unaona. Hapana mke wangu, tayari nimeshakuzoea. Wewe ni mwanamke ambaye nimeishi naye muda mrefu sana, kwa hiyo hata nikisikia mishindo miguu yako najua moja kwa moja ni wewe. Sawa, mimi nimetoka kwa baba kule, sijafanikiwa kile kitu ambacho kilichonipeleka, lakini amenipatia viazi. Kwa amesema tupike hivyo maisha yasonge. Alhamdulillah. Maana hata chakula ndani tulikuwa hatuna kabisa mke wangu. Lakini nilikwambia mke wangu, baba hawezi kutunyima kitu. Sisi ni watoto wake. Lazima tusaidie kwa hali yote ile. Na ndio maana nilikuwa nakuforce ufanye kila njia uende kwa baba. Sababu na imani kabisa asingeweza kutunyima. Ametupatia viazi. Jambo zuri. Kwa hiyo sasa mke wangu, hivyo viazi unavipikaje? Unavipika kwa nazi au unavichemsha? Wewe mume wangu unataka nipikeje? Wewe mke wangu unajua kabisa kwamba mimi napenda sana chakula cha nazi. Chakula ambacho kilichopikwa na nazi mimi nakipenda sana. Kwa hiyo utavipika kwa kutumia nazi. Tena uweke nazi 4. Nyie tena. Kila kitu nazi. Nahisi paka ugali mngekuaga mnasonga ugali wa nazi. Maana si kwa kupenda uko nazi. Unajua sisi wazee wa pwani. Sisi ni watu wa pwani bwana, Sisi ni watu wa Bagamoyo. Kwa lazima chakula kipike kwa nazi. Sababu hata babu yangu mzee Dadi, pamoja na babu yangu Mteleko walikuwa napenda sana vyakula ambavyo vimepikwa kutumia nazi. Sawa, nitafanyaje? Ndio kipendalo cha mume wangu. Nitafanya nini tena? Tabiri nipike. Alafu baba anakusalimia sana. Anasalimia? Kwani leo ajenda shamba? Sidhani kama kaenda. Kwa maana ile nafika tu. Naye nakutana naye anarudi nyumbani, sasa anatoa fito zake ili aingie ndani. Na ndio maana mwanzo nilikuwa nakuforce uwai, kwa sababu ungechelewa tu ungepishana naye. Sababu unafahamu kabisa mzee wangu ni mzee wa shamba. Kwa lazima asubuhi atoke aende shamba. Ila kwa kuwa umemkuta ni jambo zuri mke wangu. Basi sawa, mimi acha niende ngakutengenezee. Subiri kwanza. Umeanza. Kwa unataka hapa tena tuchelewe kula? Hapana mke wangu. Unajua nini? Kikweli wewe ndio kila kitu kwangu. Wewe ni mwanamke ambaye nakupenda sana. Wewe ni mwanamke ambaye Mwenyezi Mungu siku akija kukuchukua, kikweli mke wangu mimi nitaumia sana. Nitajisikia kama mfali hai, kwa sababu maisha yangu yote yapo mikononi mwako. Kwa hiyo siku kija kufa, mimi kibaki peke yangu, nitakuwa sina thamani yote tena. Na nitaomba Mwenyezi Mungu atuchukue wote wawili, mimi na wewe. Maana mimi kinaendelea kubaki peke yangu, nitakuwa si chochote tena. Natamani siku kija kufa na mimi nife. Tuzikwe kaburi moja mimi na wewe. Mume wangu, maneno yanaumba. Hapo juu unaumba, unatengeneza kitu Sasa siombe wewe hivyo. Mimi nakupenda. Wewe ni mume wangu tu. Pia nazidi kumwomba Mungu atupe uvumilivu, atupe furaha, atupe amani. Tuendelee kuishi katika hii dunia. Mimi na wewe. Lakini kusema habari hizo kwamba nikifa mimi uzikwe na wewe hapo, usiombe hivyo. Tutawapa tabu watu wengine watakao baki. Sawa, mimi nafurahi kwa kuniambia hivyo. Nafurahi pia kwa kusikia maneno yako matamu na mazuri. Kikweli mke wangu, maneno yako yanipa faraja sana. Najisikia kama namiliki bahari vile. Lakini mke wangu, sihitaji uwe mbali na mimi, kwa sababu wewe ndo maisha yangu. Wewe ndo kila kitu kwangu.
kwa sababu mwanamke mwingine kwa hali ambayo nimekuwa nayo, mwanamke mwingine asingeweza. Lakini wewe ni mwanamke ambaye unanifariji, unanijali, unanipa mapenzi mazuri hata kama sioni. Mwanamke mwingine asingeweza. Kikweli wewe ni mwanamke wa pekee sana kwangu. Nakupenda sana mke wangu. Sawa, nakupenda pia. Sasa mimi acha nije nikapike. Subira baba. Kuna shida nini? Basi. Mama Waga. Be. Naona mwanangu namanya viazi vya asubuhi. Nakwambia namtengenezea mume wangu hapa anavipenda kani. Niambie za huko. Safi. Haya, mwanangu ongela sana. Kwa nini tena? Yaani si kama hivyo mwanangu, umekuja kuishi na Mawaga. Mawaga mwanamke wa kwanza hajaishi naye. Lakini kama hivyo umekuja unaishi na Mawaga. Jamani, kwa kusema kweli, yani una moyo sana. Kwani ile haikuwa riziki yake. Kama riziki yako unaishi nayo tu, mbona Mwenyezi Mungu akupanga ishi naye? Ni kweli, unaweza ukampenda na usiishi. Kwani ngapi mwanangu, yani kwa kusema kweli mimi nakupa moyo. Yani nakupa moyo kwa sababu ni kazi sana kuishi na mlemavu kama vile wa macho. Yani una moyo sana mwanangu. Amna, tunavumilia tu. Sasa nikisema mama yangu leo niwe na huyu, kesho na yule, kesho na yule, nitakuwa na ngapi? Kwa wakati mwingine pia umri nao unazidi kwenda. Ukipata uko kwa kutulia naye, unatulia naye, mnajenga maisha. Basi haya, ngoja nifike kisimani. Haya mamangu, na mimi ngoja nimtengenezee mume wangu hapa apate kifungua kinywa. Haya. Karibu. Za hapana. Nzuri, shikamoo. Baza huko. Hapa tunashukuru Mungu. Sijui huko tukapo. Nashukuru Mungu mama ametususa. Mama bwana, ni kweli tupo kimya, lakini sasa hivi mpaka naogopa kutoka. Kutokana na huyu mkwe wako. Naogopa nikitoka mwisho wa siku naye katoka ndani, kadumkia kwenye shimo la choo. Itakuwa shida bure. Kwa hiyo ndio maana naamua siku hizi najikalia tu nyumbani. Sio kwamba siwakumbuki, nawakumbuka, lakini sasa namfikiria mume wangu. Namwachaje? Ni kweli mama mdogo. Mke wangu hawezi kutoka kwa sababu hali yangu kama unavyoiona. Hali yangu imekuwa ngumu sana. Na mke wangu ndio mtu wa pekee ambaye ananihudumia hapa nyumbani. Kwa hiyo nikisema atoke, kikweli nitapata shida sana. Na ndio maana muda mwingi mke wangu yuko hapa nyumbani kwa kuniangalia mimi na vitu vingine. Maana mimi nimekuwa mtu ambaye sijiwezi kwa kweli. Maana mke wangu ndio kila kitu kwangu. Kweli.
Lakini kaona kimya anatoka tulivyompeleka maka tumemfukuza. Ajui nyuma kuna watu. Hata basi leo ngoja nimshike mkono mume wangu naenda kwa mama. Amna bwana, msio hata na hofu. Wakati mwingine mama mdogo naye unakuja wewe. Wewe mwenyewe ndio uliyeniozesha. Mume wangu kama hivyo mlemavu wa macho haoni. Kwa hiyo hata kutoka wakati mwingine mwenyewe napata shida, napata ukakasi. Ninapotoka na mwachaje, naweza ikamtokea jambo lolote lile baya. Chaniletea mimi matatizo. Kwa naamua nitulie tu. Wewe ukipata wasaa huko wewe unakujaga kuniona mwanao. Lakini nitajitahidi siku hizi nitakaa siku 3, siku 4 nakuja na nini. Kwanza mama hujatuletea hata zawadi jamani. Miogo yenyewe naye siku hizi hata nasumbua. Sawa mama, ina shida. Basi ngoja mimi niwaache niondoke. Sikoja nikusindikize. Okay. Nyage. Ai. Basi haya akapumzike. Angalia. Karibu. Asante baba. Shikamoo. Vipi hali? Salama. Jambo ndio. Jambo. Umemwacha hapa? Ameenda kwenye shughuli zake. Ameenda kwenye shughuli zake kule bondeni. Nikasema si vibaya leo nije nikutembelee, kwa sababu kila siku nimekuwa nikimwagiza mke wangu aje kwako na salamu zinafika, nashukuru Mungu. Lakini nikasema leo haiwezekani, ngoja mimi mwenyewe nijikongoje mdogo nikamwone mzee wangu. Japo sioni, lakini angalau tukiwa karibu kama hivi, nikiwa na mzee wangu, hata mimi huwa nafarijika sana. Maana mzee nimekuja. Na pia kitu kingine mzee, niye na dhumuni la kuja hapa kwako, kuja kukushukuru. Maana mzee wangu umekuwa ni mtu ambaye wanipigania sana kwa muda mrefu. Kadri siku zinavyozidi kwenda, mzee umekuwa unichoki. Kila siku unanisaidia kwa mambo mengi, unanipa chakula. Mimi na mke wangu kweli mzee umekuwa ukitustiri sana. Kwa hiyo mzee, mimi nimekuja kukushukuru. Maana toka uanze kutusaidia sijawahi kuja kukushukuru. Kwa hiyo nikasema leo ngoja nitumie fursa hii niende kwa mzee wangu, nikamshukuru, angalau naye pia aone kwamba huyu mtu ambaye ninambeba naye anabebeka. Waswahili wanasema kwamba hata kama ukizama kwenye bahari, basi hata kama ukilikuta dumu, basi ulikumbatie. Mwaga mwanangu, kwanza wewe huna haja mimi kunishukuru. Mimi wewe kukuhudumia, kuwajibika kwako ni haki yangu, na wewe ni haki yako mimi kukuhudumia wewe. Na ni wajibu wangu. Haja kushukuru hapa hakuna. Unashukuru nini? Shukrani yako wewe kwangu ni wewe, kama hivyo una mke, kupata watoto uwalee kama nilivyokulea mie. Ndio umenilipa malipo hapo. Ndio shukrani yangu. Hakuna kingine. Mimi kukuhudumia ni wajibu wangu bwana. Wewe mwanangu, nimekutoa kwenye mfupa yangu mpaka mwisho wangu nitakuhudumia. Hasa ukizingatia kama hivyo ulemavu wa macho, unafikiri utafanya nini? Utakupeleka wapi? Tena mimi namshukuru yule mama. Tena namshukuru vizuri kweli kweli. Usifanye masiara. Yule ananistiri mimi na wewe. Maana sio wewe peke yako. Mtoto watu amejitolea, amekaa, amefikiri, amejitoa kwa mapenzi yake yote. Nani anaweza kae na wewe umweke tu pamoja umdumaze umzeesha? Anakubali? Kwa nani atakubali? Hakuna mwanamke atakayeweza kukubali. Lakini kajitolea mtoto wa watu. Katulia, anasema baba, mimi yule ni mume wangu. Kwa hiyo hebu fikiria hapo. Sasa sitaki kusikia tena wako, sababu hapo ulipo huwezi kufanya kingine kikubwa. Lakini najua mdomo gubu peke yake linamfanya mtu akachoke aondoke. Sitaki kusikia kabisa hilo. Kama umefanya gubu, si umfanyaje? Akakasirika, hapana. Gubu baya. Na ukimfanya kiondoka yule, na ukimkosea yule, basi jua umenikosea na mimi mwanangu, sikufichi. Na kueleza ukweli kwa nafsi yangu kabisa.
Ukimkosea yule umenikosea mimi, na mimi sitaki kusikia hilo. Hatakiwi umdharau, hatakiwi umfanyie vituko, hatakiwi umfanyie chochote kibaya. Hebu fikiria wewe, kama yule wa kwanza angekuwa ndio mke kweli, angekukimbia? Lakini kaukimbia, kaona ndio hapo kaishia. Baada ya kuona ulemavu upata wote na macho, kaona hapa ndio biashara imekwisha, sina chochote, sina nini, kaamua kukimbia. Lakini mtoto wa watu kabeba mzigo, kabeba majukumu, kila kitu kakubebea wewe. Yule mkeo tena umheshimu na mheshimiane mwanangu. Sawa baba, mimi nimekuelewa. Kikweli pia mimi nikushukuru sana kwa kunipa maneno yako ya usia, maneno yako mazuri, maneno yako ambayo nifanya nijione shujaa. Kila siku ninapozidi kwenda nazidi kujiona mkubwa tofauti na mwanzo. Kweli mzee wangu, maneno ambayo leo umeongea kama ulikuwa katika moyo wangu. Maana hata mimi nilikuwa nafikiria vitu hivyo hivyo. Kikweli mimi mke wangu sitokuja kumwacha. Naamini hata yeye hatakuja kuniacha. Mke wangu anipenda sana. Na hata mimi pia nampenda sana. Japo kwa udhaifu wangu wa kutokuona, lakini mke wangu hajawahi kunionyesha dharau hata siku moja. Kadri siku zinavyozidi kwenda, mke wangu amekuwa akinipenda sana. Na mapenzi ndani ya nyumba yetu yameongezeka. Kikweli mimi namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Maana yule mke wa mwanzo alikuwa ananyanyasa sana baba. Alikuwa ananyanyapaa, alikuwa ananitesa. Lakini baada ya kumpata huyu binti, kikweli mimi nafarijika sana. Na amekuwa msaada mmoja mkubwa sana kwangu. Kikweli mzee wangu, mimi mke wangu nampenda sana. Na sitokuja kumwacha kwa sababu ananisaidia. Kwa hiyo mzee wangu, nikutoe hofu kuhusu hilo. Mke wangu sitokuja kumkwaza. Sawa mzee? Mimi nimekusikia. Na ndio maana nakwambia, hebu angalia mtoto wa watu, mtoto alivyo mzuri. Chuma kweli, asikwambie mtu. Hakuna anempata hapa kijijini mtoto mzuri, lakini kajitolea kukaa na wewe, anajizeesha, anajidumaza. Hivi huwezi kufikiria utampata wapi mtu kama huyo? Lakini kaamua akusaidie wewe na mkae na maisha yenu yote. Kwa hiyo kijiji kizima mke wangu ndio mzuri? Kwanza nakwambia, Chuma kila mtu amfikie yule. Hakuna hata msichana akamfikia hapa. Na ungekuwa naona mwanangu ungebabaika. Naishi kama nakutania. Lakini mkeo Chuma sasa ogopa sana. Mtu anamna ile kajitolea kwa nafsi yake, anakulea, anakufanyia kila kitu. Kaka, anakubali kupata shida. Sasa mwache sasa kama unaokota dhahabu kwenye mnazi. Alafu uitupe vipi? Ndio maana mimi sitaki kumwacha. Naamini kabisa mke wangu yeye ndio kila kitu kwangu. Sana. Kwa hiyo katika kijiji kizima baba, mke wangu anasumbua sana. Unajua macho ndio yanaona. Lakini mkeo yuko. Mama Atende. Mimi nimekuita hapa bwana. Hakuna jambo baya sana, hapana. Nimekutia hapo jambo zuri tu la kawaida. Kwanza nipende kukushukuru kwa jinsi ya malezi uliyomlea mtoto wako. Hakuna yeyote anayeweza katika ile eneo kufanya vile. Mwanao umemlea vizuri sana. Na yote ndio malezi mazuri. Nani anaweza? Akakae na mtu aoni afanye chochote, amuingizie fedha wala afanye chochote. Lakini mtu anakubali kupata shida zote. Yeye ndio aamue kumlisha yule, kumsaidia yule. Nikasema kwa kweli nikuite, nikushukuru kwa sababu ni mzaa chema. Na wallahi nakwambia mtoto wako yule Mwenyezi Mungu amsaidie, ampe maisha marefu, ampe na mwisho mwema. Amina rabbil alamin. Wasichana wengi kazi yao kuvaa vimini, vipi, kwenda kwenye marusharo, kwenye muziki, yaani wanahangaika. Hakuna atakaa chini. Hebu angalia uzuri yule mwanao. Na yeye angekuwa anavaa vile, anajitoa kama vile kwenda ovyo. Faida gani? Lazima nitoe shukrani, na ninatoa kwa Allah, anasikia hii. Kwa shahidi Mwenyezi Mungu, natoa kwa roho yangu moja. Sasa nikuombe, ile eka 5 utakwenda kumueleza taratibu mwanao, mimi sitaki shida. Sasa wewe ndio utaenda kumwambia mwanao bwana. Mimi yeye sijamwambia na simwambii, lakini wewe ndio utaenda kumwambia mwanao bwana. Mkweo katoa eka 5 hizi kakupa. Na zile eka ninavyokuambia sitaki mtu yote asiniingilie na haniingilie mtu kwa sababu za kwangu. Tunakwenda kwa mwenyekiti wa kitongoji.
naandika pale, mimi fulani bini fulani baba Mawaga nimetoa hekari 5 hizi kumkabidhi mke wangu fulani fulani na mama yake, asibuguziwe na mtu yoyote. Full stop, imekwisha. Unanielewa vizuri? Sawa, nashukuru. Lakini hapo tulikuwa tunashukuriana wote. Wewe pia mwanao umemlea kwa malezi mazuri, na ndio maana mwanangu mpaka leo anakaa naye. Maana angekuwa na malezi mabovu na mwanangu japo mlemavu lakini angemfanya visa. Mwanangu nimekuja. Maana nimekuja mbio mbio. Maana nimeona nikila hadi kesho nitachelewa. Saizi hapa nipo natoka ofisini kwa mwenyekiti. Kwa mwenyekiti mfuatani? Si ndio kuhusu ile shamba. Imekuwaje? Ndio tumeenda kuandikishana ile shamba na hapa nilipo nimeandika jina lako. Jina langu? Sasa kwa nini nimeandikisha jina langu? Usiongee hivyo mwanangu. Ile shamba baba mkuu wako kakupa wewe kwa fadhila zake unavokaa na mwanae. Ndio kaamua akupe shamba. Sasa kosa liko wapi? Mama, mimi nafanya hivi vitu kwa sababu ni mume wangu, nampenda. Alafu pia ni haki na ni wajibu wangu mimi kumfanyia hivyo. Lazima nimhudumie. Sasa kumhudumia kwangu ndo mpaka nipatie shamba jamani. Nimemwambia yote. Lakini mwenye kasema hapana. Kivile mwenzangu, mimi nampa tu mwana kwa sababu sikutegemea kama atapata mwanamke kama huyu wa kukaa na mwanangu, anamlea kama mama yake mzazi. Nikasema nisikatae sana, maana ndo riziki, ujue Mwenyezi Mungu akupangia riziki gani. Sasa utaka nifanyeje mimi mwanangu? Sawa. Kama ameamua hivyo sawa, lakini yaani mimi kumfanyia hivi tu mume wangu ndo mpaka nifuatie vitu kama hivyo. Hiyo riziki mwanangu. Hiyo riziki Mungu ndo achokupangia. Kwani kuona tu kwa hapa mpaka kugea wewe. Ila sawa mama, haina shida kama ameenda kuandikisha, ameniandikisha mimi jina langu. Sawa, sina budi kukubali. Maana hata nikikataa nitafanya nini tena, na wakati ndo tayari nimeshafanya. Sasa nakuona mwanangu kama hujalizika nayo ile swala na umenyongea, mimi nakwambia na mtu nimekuletea jambo la furaha, mwenzangu tena uko na mama nini kwa sababu gani? Basi naye mama, basi nitacheka. Sasa unataka naanze kucheka tena kila mtu asikie kwamba anacheka nini? Na mume wako yenyewe kwa yuko ndani. Je, alienda chooni, si alienda kuoga, sasa hivi. Tena hujui kama kanaoga, kama yuko ndani, hata hujui mume wako yuko wapi. Nilikuwa najisikia ovyo ovyo, nikasema ngoja nikae hapa nje. Unaona penyewe nilivyo ovyo ovyo hapa. Basi mimi sasa sija kukaa sana, ndio nikuja kupabali hiyo tu. Naondoka. Sawa mdogo, karibu siku. Basi haya. Kwaherini. Mwanangu, hii dunia na umshukuru Mungu kila pale unapofanikiwa kwa jambo lako. Na kushukuru kwake kukoje? Mwenyezi Mungu amekuongoza wewe kuhusu mkeo. Mke ambaye kwa kweli hata mtu mwingine haiwezi kutokea hata siku moja. Lakini umepata mke mwema. Mke mwenye uwezo mkubwa wa kukusaidia wewe. Hapo unatakiwa kumshukuru Mungu. Mungu unamshukuru vipi? Huna uwezo. Lakini unamshukuru ni Allah, unamtaja Allah, amweke vizuri, amuondolee maradhi, amuondolee hasadi, amuondolee husda. Ndio unamuombea mtu dua. Lakini kuna lingine mimi nimelifanya mwanangu. Na ndio maana nakuja hapa nikupe taarifa uijue. Lile shamba la kondeni kule. Nimetoa heka 5 kumkabidhi Bi Watende mkeo. Ile shamba la kule bondeni? Kule. Nimetoa heka 5, nimemkabidhi mkeo akiwa na mama yake shahidi. Na tayari nimeshakwenda kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Nimeshaandikisha, sitaki abuguziwe na mtu yoyote.
Kwa kweli roho yangu imefurahi sana. Na yote haya anayafanya mwanangu kwa sababu yako wewe. Maisha unaoishi na huyu mtoto tutamlipa nini? Mtoto watu anasumbuka, anapata shida, anakwenda kushoto kulia ovyo ovyo. Wewe unafikiri una cha kumlipa? Lakini mwanangu mimi nimeamua nimpe heka 5 zile, maisha yake yaendelee. Ndio sina cha kumpa, nasikitika. Nimempa heka 5. Hiyo taarifa nakupa ujue kuna hilo swala nimefanya kwa sababu ya furaha yangu kwa mkeo. Kikweli baba, mimi nikushukuru sana. Nikushukuru sana kwa hatua ambayo ulifikia. Nikushukuru pia kwa kitu kikubwa ambacho umemfanyia mke wangu. Maana kitendo cha kumpatia mkweo shamba la eka 5 ni kitu kikubwa sana baba. Maana hata mimi nisingeweza kwa sababu sina uwezo. Lakini mzee wangu mimi nikushukuru kwa sababu matatizo yangu umekuwa ni mtu ambaye unakumbatia sana. Matatizo yangu umeyafanya kama ya kwako. Laiti angekuwa mzazi mwingine kikweli asingeweza. Kikweli mzee wangu unanipenda sana. Unanithamini, unanijali. Kikweli changamoto zangu umezifanya kama za kwako. Bila wewe baba yangu kikweli mimi ningombuka sana katika hichi kijiji. Kila mtu angenizalau, kila mtu angenisimanga. Lakini kwa sababu mzee wangu upo mkongwe, na ndio maana mpaka leo hii mimi ninaonekana mtu mmoja wa thamani sana, mtu wa kuogopeka katika kijiji hiki. Bila wewe mimi leo hii ningeumbuka. Maana watu ambao wenye mali wangenizunguka na wangemchukua mke wangu. Lakini unapofanya hivi kiasi kwamba unamjengia mke wangu wigo, hata mtu mwingine akitaka kumsogelea anashinda. Kweli mzee wangu umefanya kitu kimoja kikubwa sana. Mimi nikushukuru sana mzee wangu. Kushukuru na Mwenyezi Mungu akutunze. Bora nianze kufa mimi lakini wewe ubaki. Kwa sababu wewe ndio kila kitu mzee wangu. Maana ukisema uanze kutangulia kufa mimi nitaumbuka hapa duniani. Hamna. Hiyo mipango ya Mwenyezi Mungu hiyo, sio unapanga wewe. Wewe nitangulie mimi unafikiaje? Mungu bwana ndiye anayetoa amri kwamba nitangulie mimi au tangulie wewe. Huwezi kujua. Umeona bwana? Na mimi nimefanya hivyo kwa maana. Nilifanya vile kwa maana. Na kale na kesi kuna kueleza. Tutampa nini yule? Angeenda kwa matajiri. Lakini nikaona nimpe lile shamba. Na lile shamba maana yangu ni kwamba kwa yule binti nimemwona na akili, anajituma. Yule atahakikisha lile shamba anaweka mazao ya kila aina. Hivi mle akipata mafanikio, akiwa ni kigari, akiwa ni baskeli, akiwa na pikipiki, anamsaidia nani? Sitakusaidia wewe na mkeo. Atakachokipata mle si wewe na bwana. Mkeo na wewe. Mimi nimenufaika. Hata kama siponufaika nipokuwepo nishatangulia kama ulivyosema hivyo. Lakini tayari nyuma nimekuwa chini msimamo na moyo wangu kwa dhati kwa aliyofanya sina cha kumlipa. Nikaona nitoe ile shamba. Sasa nimemkabidhi shamba la eka 5 na kupa hii mwanangu ni taarifa ujue. Nilikuwa sijakwambia lakini nimefanya sasa ndo nakupa taarifa nimefanya hivyo. Nikuombe sana mwanangu. Nashukuru sana baba. Hii taarifa nimekupa na hakuna mtu wa kukuuliza. Mwenyekiti kila kitu, hakuna si mjumbe wa serikali, siji mjumbe wa kijiji, siji nani, wote wanajua na nimekabidhi kihalali kabisa. Hakuna mtu wa kukumbuguzi mkeo. Sawa baba. Sawa? Na nimetumia jina lake nimemwandika kabisa Watende bin fulani fulani na mama yake mdogo shahidi. Sawa. Taarifa nakupa hiyo. Ninafurahi sana. Hongera sana mke wangu. Kwa lipi? Maana mke wangu unajisaulisha. Unajifanya haujui kinachoendelea. Kumbe unajua? Yeah. Nafahamu. Nijua ufahamu. Baba ameniambia kila kitu. Nashukuru mume wangu. Asante, lakini sijafurahia kabisa. Na wala sijapenda. Wewe ni mume wangu. Mimi ni mke wako. Ni haki yangu mimi kukuhudumia wewe. Ni haki yangu mimi kukusaidia kwa kila jambo. Sasa iweje mimi anipatie zawadi kama hiyo? Lazima ushangae. Kwa nini mkweo ameamua kupatia zawadi ya shamba? Lakini babangu iko sahihi sana. Amekupa zawadi ya shamba, ana sababu zake za msingi. Unajua wewe ni mtu ambaye unamjali sana mtoto wake.
Yaani katika hichi kijiji hakuna mwanamke yote ambaye alipewa zawadi na mkwewe isipokuwa ni wewe. Kwa hiyo mzee wangu amefanya kitu kimoja kikubwa sana na wanakijiji wengi wameshangaa. Kwa sababu hakuna mzee yote yule ambaye alompatia mkwewe ekari nyingi za shamba isipokuwa mzee wangu. Kweli mzee wangu amefanya kitendo kimoja cha kishujaa sana. Hata mimi namsifu. Maana asingekuwa yeye, sijui mke wangu ningekupa nini. Ni kweli, namshukuru babako pia. Lakini usifikirie kuwa labda hii mali ni ya kwangu peke yangu. Haya mashamba ni ya kututi. Sisi wawili. Mimi na wewe. Hata kama mmeniandikisha kwa jina langu. Lakini tutatumia sisi wawili. Kwa sababu wewe ni mume wangu na mimi ni mke wako. Alafu mpaka utakaponizika wewe na mimi nitakapokuzika wewe tutakapoweza kuachana. Lakini kitu changu ni chako, chako ni cha kwangu. Kwa hiyo tutatumia wote. Lakini mzee mkabidhi wewe. Ni kweli, lakini sisi tayari ni mwili mmoja. Lazima tutatumia wote. Sawa. Nimefurahi sana kusikia hivyo mke wangu. Sawa. Kweli. Hata mimi. Unajua kadri siku ninavyozidi kwenda, nazidi sana kukupenda. Yaani kama tumejuana jana au kama ndio tumeoana jana. Kumbe tuna muda mrefu sana katika ndoa yetu. Alafu mume wangu, leo tutoke tukabadilisha upepo. Tunaenda wapi sasa? Tunaenda kijiji cha pili. Kikweli mimi siwezi kutembea barabarani huku ukiwa umenishika mkono. Mke wangu hautaona aibu? Mume wangu, sasa nione aibu ya nini? Wewe ni wa kwangu tu. Kwa nini nione aibu? Alafu ondoa shaka. Mimi ndio taa yako, mimi ndio miguu yako, mimi ndio mwangaza wako. Mimi ndio kila kitu kwako. Ulipo wewe na mimi nipo. Nilipo mimi nawe upo. Kwa nini una hofu? Sawa mke wangu. Nashukuru sana kwa maneno yako mazuri. Maneno yako yanazidi sana kunitia nguvu. Yananifanya nizidishe upendo juu yako. Sawa. Ondoa shaka. Biashara miaka mingi sana, lakini mara hii naona umebadilika. Nimekusubiri wiki ya kwanza hujatuma mzigo, wiki ya pili hujatuma mzigo, hii ni wiki ya tatu mpaka nimeamua kuja mwenyewe. Nimeacha shughuli zangu nyingi, nimeamua kuja kufuatilia hili. Hebu nieleze tatizo ni nini? Pesa umetumia au kuna tatizo gani hapa kati yake? Kaka, punguza mkali. Mimi hela sijatumia, ila kilichokuwepo kakangu, unaona hizi nazi humu, minazi meupe, ina maana nazi ya sasa hivi hazijakomaa, zinaangushwa mara kwa mara. Biashara ya nazi ya sasa hivi imekuwa nini? Ngumu. Kwa maana hiyo sio kwamba labda hela nimetumia, sijatumia hela ninayo, sema biashara ya nazi ni ngumu. Sasa kama hivyo ndivyo, si ilikuwa jambo la kuniambia, lakini nikipiga simu haipatikani, nikipiga simu sijui simu inatumika, nikipiga simu block, sijui umeniweka block list, sijui nimeniweka nini, yote ya nini? Si ungeniambia tu kama mzigo sasa hivi haupatikani, mimi ningekuelewa. Sasa paka naacha mambo yangu huko na kuja huku kuulizia jambo hili la biashara kweli. Yaani mimi sija kublock bosi wangu yani. Yaani kinachojili labda hapa masuala ya network tu. Simu yangu iko hewani, network tu ndio inaisumbua labda. Mimi sija kublock, sema sasa hivi biashara nazi ni ngumu. Punguza mkali, tuangalie manufaa mengineyo. Unajua nazi ngumu. Sasa hivi tuangalie manufaa ya mananasi, mafenesi. Labda pengine tutanani, lakini biashara ya nazi sasa hivi imekuwa ngumu. Kuna nini? Nanasi na mafenesi, yani yako mengi tu. Na yanawiva vizuri. Yani yako vizuri. Okay. Hiyo kidogo kama inaingia, lakini
acha niende kwanza kule nikaulizie soko la hiyo nanasi na fenesi, nijue linalipa vipi. Siwezi nikachukua tu biashara kwa sababu sijawahi kuifanya hiyo. Sawa? Basi itakuwa vizuri, lakini sio kwamba labda mimi nimekufanya labda makusudi kusema labda nimetumia pesa. Mimi siwezi nikakudhulumu na siwezi kutumia pesa, mimi kutegemea wewe. Kimfano biashara unavyofanya hivi mimi ndo napata kula. Hasa nikudhulumu kutaka nini? Na hata mimi dada yangu nilikuwa nashangaa sana. Unajua watu wengi wamenishauri mambo mabaya. Wanasema huyo kakudhulumu, alafu wewe unakuwa mpole, kila siku unaridhika na kupigia simu tu. Mimi nikasema lakini ni dada yangu ambaye tunaaminiana. Je, mahali vipi? Karibu maongezi. Vipi kaka? Mbona jicho limekutoka? Wewe tena mke wa mtu yule. Na mume? Mke wa mtu. Tena mumewe mbovu wa macho ni kipofu. Kipofu anaweza kumiliki mzigo kama huu? Kipofu kabisa. Na yupo na mumewe yule unapomuona. Ana pesa kwani huyo kipofu? Kutokana na mwenyewe tu kupendana na mumewe. Kwani unafikiri tunaheshimu na waume tu wana pesa kama wewe? Hamna, maisha tu. Fadhali. Vipi? Poa tu, nimekusubiria. Kuna kazi kidogo nilikuwa nafanya. Yaani nimekaa mpaka sasa nikakata tamaa. Pole mwana. Ndugu yangu mimi nimekuita mdogo wangu. Sasa unakumbuka ile siku ile tukuta pale unatoka kisimani? Nakumbuka. Shoga yangu yule mtu kaelewa. Kaelewa nini? Kaelewa nini? Unajua maana kuelewa? Kakupenda. Makubwa. Wewe unajua kwa mimi na mume wangu nimeolewa? Yaani tatizo sio kwamba wewe labda una mume. Yeye ameelewa fika, hata yeye mwenyewe nimemwambia kwamba una mumeo, lakini kakupenda, atakufanyia kila kitu. Na yule bosi sio masiala. Bosi ana mapesa chafu na majumba kama yote. Mimi nakwambia, yaani kakupenda. Kwa hiyo ujumbe nimekuja hapa anakuhitaji. Kwa hiyo nataka nifanye usaiti katika ndoa yangu. Bizana anakuheshimu. Tena anakuheshimu. Kwani wewe hujui kwa mimi nimeolewa na mume? Sasa nikupe siri moja. Wewe usikatae bahati. Yule bosi umemwona yule? Ana mahela yake, ana majumba yake, fulu mchengo. Yaani ina maana pale utakataa bahati, shoga yangu. Kubali ujilie vyako. Kwa hiyo unahisi mimi nyumbani kwangu mume wangu anipi chochote kile, si ndio? Mume wangu nampenda, ananipenda. Kila ninachokitaka nakipata kutoka kwake. Alafu nimeshalizika kuwa naye. Na siwezi kuwa na ladha mbili mdomoni mwangu. Nikiamua kulamba sukari nitalamba sukari. Nikiamua kulamba chumvi nitalamba chumvi, lakini kwa wakati tofauti. Siwezi kuchanganya kwa wakati mmoja. Hivi unajua sukari na chumvi ukichanganya ladha yake inakuwaje? Kitu kimoja kinaweza kikazidi. Hivyo sitaki. Nimeshaamua kulamba sukari kwa mume wangu. Acha sukari nilambe mpaka ikolee, yani paka ladha itoke mdomoni mwangu. Na hata ikitoka siwezi kumsaliti. Ya nini nimsaliti? Nakosa kitu gani kwake? Paka nianze kutafuta wanaume wengine. Na tumeshakula kiapo. Afe ni mzike, nife nizike. Leo nije nifanye ujinga kama huo. Hivi nitaonekanaje? Tena Bizena, jiheshimu. Jiheshimu ni kuheshimu. Sijawahi kukuvunjia heshima hata siku moja. Sasa huku tunapoelekea tutavunjiana heshima. Sikiliza nikwambie. Usikatae bahati. Umemwona leo? Ni bosi. Tena bosi ana mahela yake, ana majumba yake. Shoga yangu usikatae bahati. Wewe si mwanamke? Wewe hapo si ni mwanamke uliyekamilika? Haujakamilika mwenzangu. Paka unaanza kuadia watu. Niwe nalima, niwe silimi, niwe nakula kwa tabu, niwe nafanyaje ndio wa kwangu. Cha kwangu tu, akiwezi kuwa cha mwingine. Na cha kwake mume wangu ni cha kwake tu, akiwezi kuwa cha mwingine. Afu mimi sio malaya. Sio malaya kama unavyodhani eti. Mimi ni mtu niliamua kutulia. Na nikitaka kuacha kutulia situlii. Sio kama unavyonichukulia. Naomba heshima iwepo.
Sikiliza nikwambie. Hivyo shogangu nikwambie. Unachong'ang'ania mumeo pofu kama lile litakusaidia nini? Awe kiziwi, awe mlemavu wa macho, awe mlemavu wa kitu chochote kile, ni wa kwangu. Ndio nimeshamchagua. Ulitaka nichague nani? Ulitaka nichague nani? Sitaki kugombana na wewe. Na ukiendelea sana, ili jambo nitawaambia mume wangu na nitakuja mpaka kwenye familia yako nitasema. Koadi mkubwa wewe. Yaani umri huo unakuwa unamkoadia mtu. Aje mwenyewe aone kama yeye kidume anifate. Unakataa bahati mama, shauri lako. Nenda wewe. Mdogo wangu nimekuita. Kukuita nilikokuita. Yule bosi wangu sinanjua yule? Namjua. Yule bosi wangu anamhitaji yule mwanao. Lakini mwanao kanitolea nje. Kwa hiyo umekuja hapa mimi nikusaidie nini? Cha kunisaidia ina maana wewe yule mwanao damu nzito kuliko maji. Usikatae issue. Hebu nenda kamueleweshe ili apate kukubali mutoke kwenye uziki. Yaani yule ana pesa zake jamani. Hivyo dada na akili timamu wewe. Yule si mke wa mtu yule. Na unajua hapo kwenye ndoa yake. Naelewa. Leo nikamsemeshe nini mimi? Upumbavu ili atoke kwa mume wake afanye mambo ya kijinga. Kuna kitu kimoja. Yeye kama atakubaliana sio lazima aachike. Anaweza ataka kana mumewe yeye akamhudumia. Kwa sababu kwanza anapata tabu, mwangalie mwanao. Hali mpaka alime vibarua. Wala apate tabu. Yeye kulima ndo Mungu alichomjalia. Binadamu wote ufanye kazi ndo ule. Sasa unaponiambia leo eti mpaka alime, apate hela, siji mpaka afanyeje ndo ale. Ndo riziki yake Mungu alompa ya kufanya kazi hiyo. Kwani una ndugu? Si wapeleke ndugu zako. Na kama una ndugu nenda tae mwenyewe unafaa vile vile. Naomba samahani. Tena usimvurugie mwanangu ndoa yake. Mwache mwenyewe katulia na mume wake. Mambo ya kishenzi ya kishetani si ataki nyumbani kwangu. Sisi tunaelewana. Kuna siku tumekuja kuongea kwako tunataka kula. Tumekuja kukulia shida. Tunakula asubuhi, mchana na jioni. Mwenye ziki wewe utoka huko Baraka ukuadi ili upate 200 za kufanya upate kula. Tena ukome. Iwe mwanzo na mwisho kuja hapa kuongea mambo ya kijinga. Naomba mwache mwanangu kwenye ndoa yake na mume wake. Sitaki ushetani huo. Na hakuna mtu anamiliki ndoa mbili. Ndoa ni moja tu. Si unanielewa? Sio hivyo, sio kama kukukwadia. Nimekuja hapa ina maana damu nzito kuliko maji. Wewe unaweza ukamueleza na akaelewa. Bosi yule ana miela yake, ana majumba zake. Hivi kwa mfano kama atakutoena katika uko kwa meno? Mama kama una ya kuongea, naomba uondoke. Sijui unanielewa, naomba mwache mwanangu atulie na ndoa yake. Shogangu mimi nimekuja hapa ina maana kwa ustaarabu. Ndio nishakwambia hakuna cha ustaarabu wala nini. Na kama mna shida, katembeeni na nyinyi, mpate kula ugali kama mpate kula nini kwenu. Hapo ukija ujana yako mengine sio mambo ya kupumbavu. Tena mtu mzima afu sikutegemea kwa utaniambia vitu vya kishenzi kama hivyo. Kwa hiyo umeganda kabisa. Mimi naondoka. Kaeni na ziki zenu. Mdogo wangu. Nimekuitia huko. Hapa kuna vijizawadi vyako. Yule siku yule nitolea nje lakini mimi kanituma zawadi hizi nikuletee. Hivyo ukomi. Ukomi? Sasa nikome kwa lipi? Yaani yale maneno yote niliyokuambia siku ile ina maana kwamba hujazingatia, unataka maneno mengine? Mdogo wangu sikiliza. Mtu akatai zawadi. Yule si umtaki. Chukua hizi zawadi. Kwani kunkubali unataka kuniambia kukubali zawadi ndio kunkubali mtu? Uliambiwa mimi na shida na vijizawadi vyenu? Usikatae zawadi. Ina maana wewe chukua zawadi. Yeye umenikubali sawa, hujanikubali basi. Kwani tatizo kitu gani? Chukua tu. Kuna kingine? Hamna. Haya.
Watende. Watende. Nani wewe? Wewe nani? Habari yako ndugu? Njema tu za kwako. Njema. Sijajitambulisha jina kwa sababu sidhani kama utanifahamu. Ila nilikuja kumuulizia Watende. Watende? Watende upi? Ni binti mmoja tu nilionana naye kisimani. Akanitambulisha kwamba anakaa hapa. Ndio nimekuja kumuulizia. Kumsalimia maana yake kama kumsalimia. Unawezaje kuwa na urafiki na mke wa mtu? Kwani wewe Watende hajakwambia? Hapana. Yaani siku hiyo sikumuulizia mimi mambo yote kwa sababu sikuwa na nia mbaya. Kwa hiyo sijafikia kumuulizia una mume au vipi kwa sababu sikuwa na nia mbaya. Nilikuwa ni salamu tu. Salamu tu. Kijana, Watende ni mke wa mtu. Na mimi hapa ndo mume wake. Sasa nakushangaa sana unapokuja hapa nyumbani kwangu kwa kujiamini na kumuulizia mke wangu. Isoshe mimi sikufahamu. Maana sauti yako ni ngeni sana katika masikio yangu. Ni kweli, ni kweli. Lakini sio kwa nia mbaya. Sawa. Watende kija nimwambie nani? Mwambie tu yule kaka yako kule mlikutana kisimani kule. Alikuwa anapita njia hapa kwa hiyo kakusalimia. Kaka yake? Kaka yake yupi? Maana kaka zake wote mimi nawafahamu. Hata kama sioni lakini nikisikia sauti zao nawafahamu wote. Yaani sio kama kaka yake kiudugu, yaani kama tunavyojua kibinadamu, yani kibinadamu. Sawa. Karibu sana. Mimi naondoka. Karibu uje. Asante. Maana mimi nakupenda sana. Unajua wewe ni mtu sahihi sana. Na ndio maana nikaona kuna ulazima wa mimi kuwa na wewe. Nikafanya jitihada zote kukuvua mikononi mwa huyo kifaa hapa ili nikumiliki. Nashukuru kwa hilo. Hata mimi najuta kwa nini nimechelewa kuwa kwako. Mke wangu. Unaongea na nani hapo? Naongea na mpenzi wangu. Kipenda roho changu. Unasemaje? Baby, napenda unavyonihendo. Mpenzi wako? Yaani mnapigana makisi katika uwanja wangu? Kweli mke wangu umenizalau. Hii ni dharau kubwa sana mke wangu. Katika uwanja wangu.
na utakoma. Mkangu. 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 Baba. Shikamoo. Marhaba. Jambo mama. Jambo mama. Baba. Nimetoka huko nyumbani nikasema hapa niende kwa baba nikamweleze hili jambo. Sababu mimi roho inaniuma. Haiwezekani. Baba nadhani unamfahamu vizuri Dawatende alipo kijijini. Sasa. Dawatende ni mstaarabu, ni mpole, mwaminifu. Lakini sasa Dazuena nimemkuta huko njiani. Na mbabe hivi inasemekana mbaba ametoka mjini. Ni bosi, ana mahela na majumba. Kwa hiyo amekuja huku kijijini. Sasa dada Zuena anamkuadia Dawatende. Sasa mimi leo imeniuma nikaamua nije kwako baba nikueleze hili swala. Haiwezekani. Zena. Da Zena. Bado hapo umekuta saa ngapi mama? Yaani nimekuta mdawila sijui sasa kama wapo au vipi. Ila nimekuta yani mda huu natoka nyumbani nakuja huku. Kweli? Kweli baba nakueleza kweli. Mwanangu mimi nakushukuru. Sawa baba. Nikushukuru mama. Haya baba. Nashukuru kwa uchungu na ndugu yako wasipotee. Haya baba. Mimi nitashughulika na wewe Zena. Sawa baba. Nenda mama. Nakushukuru sana mama. Mimi naondoka baba. Baba, mama. Zena. Bwana wewe. Mimi nimeonelea nije hapa kwako leo kukupa maneno kutokana na ndoa yako. Ndoa yako sasa hivi inayumba sana. Na matokeo yote mimi ninayapata ndoa yako. Kwamba mkeo anadai talaka na wewe hautaki kutoa talaka. Kwa sababu mwanamke akitaka talaka ukimnyima ujue wazi kitakachokukuta ni kikubwa. Tena utajutia. Unaweza ukaona dunia yote imekulalia wewe. Wakati wewe mwenyewe kilo zako ni 40, dunia sijui na kilo nani 1000 ngapi. Usielewa sana bwana. Sasa mimi ninachokushauri muache mkeo kwa sababu wewe ni kipofu. Hujui anaweza akakufanyia nini. Unajua mimi na huruma, kinachonifanya hiki mpaka nakuja hapa ni huruma, kwamba anakuonea huruma sana kwa hali uliyokuwa nayo, na mwanamke ndo kashacharuka anasema umpe talaka. Kumkatalia ni mtihani. Labda tu nikwambie ni hayo tu yalionileta. Toka mwanzo nilipoanza kuongea hapa nilikuwa na mtu wa busara sana. Ni mtu wa maana. Lakini muongea ujinga tu. Sidhani kama unajielewa. Umekuja hapa kwangu kutaka nimpe mke wangu talaka ili nimwache, si ndio? Mimi sijakuja kwa ubaya. Yaani mimi nimekuja kama kusaidia kitu kwenye ndoa hii. Kwa sababu mara nyingi matatizo yenu mimi nayapata. Yaani nayapata kwa namna moja au namna nyingine. Ndiyo maana nikaachukulia kipaumbele kwamba nije nikae chini na wewe
tuongee, nikuelekeze nini cha kufanya, kwa sababu mimi mwenzio kwenye ndoa nipo muda mrefu sana. Umeona, wewe nimesikia ndoa zako ni mbili tu, mwanamke mmoja akimbia na huyu wa pili, ndio hivyo. Mimi mwenzio nina ndoa 4, nimeoa, nimeacha. Kwa hiyo hii ni kama msaada kwako tu, kwamba mwanamke akisema sitaki, dawa ni kumwacha. Kumbuka wewe ni mlemavu, mtu akifanyia ubaya linakufika moja kwa moja, nakufika. Kwa hiyo hapa kilichopo wewe ni kumwacha tu huyu mke, ili uwe na maisha mazuri na uendelee na mambo mengine kama kawaida. Kwani mwanamke kitu gani wala? Ni kweli kama unavyosema, mimi ni mlemavu wa macho, lakini mke wangu nampenda sana. Mke wangu ndo kila kitu kwangu. Kwa hiyo sahau kuhusu kumwacha mke wangu. Hata kama tunapitia changamoto nyingi katika ndoa yetu, lakini bado sina mawazo ya kumwacha mke wangu. Na hata kama nikifanya hivyo, nadhani hata Mwenyezi Mungu atanihukumu. Na hiyo talaka hawezi kuipokea. Kikweli mimi siwezi kufanya hivyo. Nampenda sana mke wangu. Ninadhani kwa hiyo utakuwa umechelewa na unajidanganya. Futa hicho kitu katika akili yako. Mimi nadhani wewe haujielewi. Akili yako haiko sawa. Na pia nathubutu kuambia kwamba kichwa chako kinafunza ndani yake. Sasa wewe, nimetoka huko vizuri, nije kukupa maneno mazuri ya busara, nishakuwa akili zangu mbovu, kichwa changu sijui kinafunza, yani unanijibu jeuri, si ndio? Alafu naomba usinipandishie sauti, kwa sababu upo katika mji wangu na huna uwezo kufanya chochote kile. Unasemaje? Uwezi. Mshezi ni wewe. Fanya sasa unachotaka kufanya. Jinga mkubwa. Kuanzia leo mkeo amesema hakupendi tena, na yeye na mimi na yeye mpaka mwisho. Pumbavu mkubwa. Mimi nakuja natoa maneno ya busara hapa, mimi unaniona mbwege. Mimi bwege mwenzio? Mimi dhaifu kama wewe? Wewe vipi bwana? Au unachukulia watu wote tupo sawa eh? Mimi nakuja na busara zangu hapo na kueleza na kubembeleza. Wewe nani? Na kubembeleza wewe kama mwanamke? Wewe vipi bwana?
mke wangu Watende amebadilika sana. Mke wangu Watende anamtesa. Siku hizi amebadilika sana. Hata chakula anipiki nyumbani. Anifuli nguo. Akiondoka asubuhi anarudi jioni. Sijazoea kumwona mke wangu Watende akiwa na tabia kama hii. Kikweli mke wangu amebadilika sana. Mke wangu amekuwa ni mtu kunisimama. Amekuwa ni mtu kunisema. Mke wangu amekuwa na gugu kama mkweli. Mke wangu amebadilika sana mambo. Kibaya zaidi mke wangu kila siku analia. Anadai nimpe talaka. Maana amechoka kuishi na mimi. Anadai kwake nimekuwa kama mzigo. Tena mzigo wa maji. Maana muda wote unanuka. Yaani mama mdogo Watende amefikia tu kuniambia mimi nimekuwa kama mzigo wa maji. Ninanuka. Ni dharau sana mambo. Alafu kibaya zaidi amekuja mwanamume pale nyumbani. Na yeye pia anashinikiza mimi nimwache mke wangu. Kuishia hapo. Yule mwanamume amenipiga sana. Amenipiga kama mwizi. Amenipiga vibao. Amenipiga mateke. Kikweli nimedhalilika sana mama mdogo. Tena mtu amenipiga katika uwanja wangu. Mtu amenipiga katika nyumba yangu. Mama mdogo. Watende siku hizi hata akiandoa kama mume na mnyima. Nalala mzungu wanne mimi na Watende. Hata nikisema nimshike hivi anatoa mkono wangu. Ananyekea mtu. Mimi roho kukiwa mtu. Roho yangu na nyuma sana. Ananifanya hivi kwa sababu mimi sioni. Hapana, usiseme hivi. Mbona mwanzo kwa hivi? Usiongee kauli mbaya. Nita sana. Najua unaumia. Yaani acha mimi hapa inani. Kwa sababu Watende mimi sijamlea hivyo. Na sijui kilichomsibu nini Watende. Yaani sio unapolalamika mkuu wangu yani kama ninafurahia, naumia moyoni. Kwanza ananitia aibu kijijini. Maana kijiji chote hamna mtoto mstaabu kama Watende. Sasa unaponiambia mambo yanazidi kuumia. Kijiji chote sasa hivi mambo ya Watende. Anatufanya. Ni kila siku hapa. Kisimani nikienda, mitaani nikipita, nikiwa kwenye kuni, wananicheka. Maana mtoto wangu ndio sifa zote alikuwa nazo. Sasa hivi zile sifa zote zimepotea. Ananizalilisha. Yaani hata sijui uso wangu niweke wapi. Maana zamani Watende kwa hivi. Maana ulivyomoa kila mtu alishangaa Tende msana huyu anakana, lakini mapenzi kila mtu aliyapenda. Lakini leo anafanya nini? Hata sile kitu msibu nini? Yaani hapa naona aibu yule mwile mwenzangu. Hata nifikiriaje na juzi tu. Kuna vitu tumetoka kufanya. Leo natokea matatizo kama. Hata nifikiria vipi? Yaani naumia. Yaani naumia mkuu wangu. Nitaspiosa. Dada. Nimekosa nini mimi? Dada upo malaika wako hapo. Ona mambo anayofanya mwanao Watende. Ona mwanao dada alipobadilika. Napata aibu mtaani. Sina la. Mungu niangalie kwa jicho la pili. Watende mwanangu.
Dada ngekuja angalau siku mtokee uangalie mwanangu anafanya. Anapomfanyia kijana wake. Kwa hili swala silifungi. Yaani sasa ukitoka tu na kuja huko, nataka nieleze watu. Nini kilichomsibu? Kwa nini anitia aibu mikijijini? Kwa nini anifedheshe mimi? Nimemkosea nini? Basi naomba ndogo miti watu niongee naye. Acha mimi. Basi nenda mama. Mimi nakuja huko. Na nikishatoka, yani yule mama yule fisadi sana yule. Nije wapi? Unataka kuniona mimi? Au unataka kunitoa roho? Hapo siji, nimekuja kwa kazi moja tu kuelekeza wewe. Huwezi kunifanyia mateso kama yale. Unanionaje mimi wewe? Mimi muungano wangu ndio unaniponza. Hakutaka kunitoa roho, unataka kunitolea wewe mwanangu. Ndio shukuru nini mateso kama yale kumpa mwanangu? Baba Maaga. Kwani kuna tatizo gani? Maana umekuwa mkali. Kwani kuna nini tena? Uongeaji wako taratibu lakini kumbe mbaya wa kutupwa. Wewe mwanamke wewe. Ninyi watu nini? Kumbe hamna shukrani. Vyote ninavyofanya ni bure. Kile ninachokifanya kwenu bure. Mama watende wewe. Mwanao hata kumtoa roho mwanangu, ananifanyia namna mwanangu kweli? Ndio binadamu ndio ungwana. Uliona wapi wewe? Nimejitolea kwa kumwona mke wangu, mtu mzuri ananisaidia kwa mwanangu, mlemavu wa macho. Lakini leo mwanao anakuja kumfanyia mwanangu namna ile. Kwani tatizo nini Baba Maaga? Wewe unijui? Tatizo unijui? Anachofanywa mwanangu, hujui? Hilo swala unaliongelea inavyokuuma wewe ndio ninavyoumia mimi. Wewe umii. Wewe ungekuwa unaumia ungenitafuta. Na ungenitafuta wakati tukaongea. Mpaka nakuja mimi hapa ndio wewe unaumia. Unaumia kitu gani? Nakuuliza kwa nini unaumia wewe? Kwa nini usinitafute? Umeongea na nani? Umekutana unatafuta nini? Baba Maaga, nimetoka kuongea na Maaga muda sio mrefu. Swala hilo na nikamwambia Maaga, mwanangu ngoja niingie ndani, nikabadilishe nguo na kuja huko kwa kwenu. Wewe tena umekuja. Unaweza kunipa shutuma kama hizo. Ina maana mimi nimfundishe mwanangu? Shutuma wewe, haki yako kukupa mimi shutuma. Naelewa? Kama unaikanga mbuyu, basi sitafuni peke yangu. Mbuyu tutaitafuna wote, na kama kifa mwanangu na unakufa na mimi nitakufa na mwanao atakufa. Naelewa vizuri? Na mwanangu akifa, kaburi lake tumboni kwako. Utamzika wewe. Sitokubali. Hiyo ninakwambia. Yaani mimi nitegemea Baba Maaga anakuja hapa tukae tujadili tuliongee hili swala. Wewe unakuja kunilaumu mimi. Mimi ndio nilo nani na Maaga? Ndio. Ninasema kwa uchungu. Mwanangu yule bwana mwanangu anakuja kumfanya visa kweli? Kabadilika nini? Nafanya uungwana. Na kwenda kila kitu unafanya. Wewe baba watende leo. Unakuja pale unaongea taratibu kumbe una akili yako ndani ya moyo na kukabidhini shamba. Unapokea. Alafu leo unakuja kufanya vitu vya ajabu. Unaona mimi mbuzi, mimi takataka. Kwa nini? Sasa sikubali. Sasa ulivyolipatana ndio nilivyolipata mimi. Ilitakiwa mimi na wewe tukutane pale tuongee. Tujue tunaliweka vipi swala kwa watoto wetu. Sio wewe uje kunilaumu mimi utafikiri mimi ndo na Maaga au mimi namfundisha mwanangu akamfanyia vituko Maaga. Nani anapenda? Ungetaka hivyo mwanangu asingeweza kuteseka na kutaka kuuawa. Mimi sina kukatilia sasa. Maamuzi nachukua mwenyewe mikononi mwangu. Nimeamua nachukua maamuzi mikononi mwangu. Watende. Ona mwanangu anonifika mimi ninakuja kupewa shutuma ambazo sijazifanya. Jamani. Subiri. Wangu nimekuja nimeleta ujumbe. Samahani sana, labda nitakuwa nimekukera, nitakuwa nimekuuzi. Ila nimemkuta mka mwanao yupo na jamaa yule mnunua nazi. Wapo kule msituni kule. Yaani makuta na wapo kwenye romance, yaani kana watu wa mapenzi wa muda mrefu sana. Kule? Mwana msituni kwa macho yangu sasa.
Kweli? Naamini kweli mzee wangu. Wewe nenda kashuhudie. Sasa kinachotuchelewesha ni nini? Yaani wewe unashindwaje ule kumwambia hitimisho kwamba kuanzia leo mimi ndo sikutaki, naondoka naenda kwa Matochi? Unajua nini mpenzi wangu? Mimi sijashindwa kuachika pale, lakini yule kidudu mtu yule nimeshamwambia niandikie taraka yangu, naona mpaka sasa ananizungusha na hataki kabisa kuniandikia taraka yangu, licha na visa ninavyomfanyia, lakini asikii, hataki. Sasa kwa nini anakuwa king'ang'anizi yule? Yaani mimi nashindwa hata kumuona. Sasa hapa kinachofuata ni kumtoboa ile mijicho yake ile, na hisi atandika taraka kwa lazima. Au kauza baskeli kipindi anakuoa wewe. Sasa ana baskeli nyingine. Anahofia hata akikuacha wewe anafanyaje, anaoaje tena? Yaani yule ni jeuli. Tena jeuli imezidi. Unajua imezidi? Mtu mwenyewe mbovu wa macho haoni, afu anakuwa na jeuli kama ile. Na kutuma mkata mbingu na ardhi. Kaikate lole kiumbe. Mara moja, sitaki kumuona tena katika dunia. Apotee. Na wewe umezidi mama huruma. Hatari. Asante mwanangu. Jamaa king'ang'anizi sana. King'ang'anizi sana. Mimi hata simuelewi siku hizi. Baby. Yeah. Umeanza. Unaona unataka unishe. Sasa nini mambo kushtua ya kushtuana? Penzi wangu. Nini sasa? Toa mkono, toa kwanza mkono. Baby. Toa mkono jamani, mbona hivi? Matochi. Mpenzi wangu Matochi.